Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ni mambo 10 yanayoattract majini, yanayowavutia majini, itapelekea wewe kuhudhuriwa na viumbe hawa na unawakaribisha, unawatawalisha viumbe hawa katika maisha yako. Unatakana ujiepushe na hivi vitu haraka iwezekanavyo. Kitu cha kwanza ni kusikiliza mziki. Hili jambo watu waliona la kawaida sana, lakini nataka ufahamu mziki ni kama Qur'an kwa mashaitani. Yaani pale utakaposikiliza mziki uko peke yako kwa unatikisa kichwa na furahi, ukisikiliza tu hiyo biti, fahamu hauko peke yako sehemu hiyo, uko na kundi kubwa sana la majini na wao wanacheza na wewe, wanafurahi sana kwa unachokifanya. Na Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia tusisikilize mziki ni kwa sababu hii ina madhara kwa akili yako. Kwanza unaharibu akili na kisha unawakaribisha majini katika maisha yako. Nataka uangalie huyu kijana na ujifunze kitu kutoka kwake. Huyu kijana alikuwa yupo kwa hizi website za video chats. Usiku akisikiliza mziki, akisubiria mtu apande kwa live yake na waanze kuzungumza. Lakini ghafla akaja huyu mwanamke alovaa niqab, yaonekana macho peke yake. Kitu cha ajabu kwa huyu mwanamke ni namna alivyokuwa akitizama, macho yake yakionekana si kawaida kwa sababu ya kuangalia kwa muda mrefu bila hata kupepesa. Na mziki namna unavyoendelea kuplay na yeye akawa ni mwenye kucheza, yani akimove, akienda huko na huku akionyesha na yeye acheza ule mziki, lakini macho yake bado anamtizama ule kijana bila kupepesa wala kublink, yani anaangalia tu kwa muda mrefu. Ila kitu cha ajabu, ule kijana akijaribu kupozi ule mziki, akiusimamisha kidogo, yule mwanamke naye anasimamisha kucheza, yasimama ni muda ule ule instantly. Lakini akijaribu kuplay tena kwa mara nyingine, nayo ndo anaanza kucheza huku na huku, lakini bado macho yake yanamtizama huyo kijana bila kupepesa sehemu nyingine yoyote. Alipata mshtuko kijana, lakini bado akaendelea na mziki akicheza na akicheka, kisha akamsalimia yule mwanamke, assalamu alaikum. Lakini ghafla akasikia sauti yenye si kawaida, sauti si ya mwanamke wala si ya mwanaume, yani inakaa ni kama si sauti ya mwanadamu kabisa. Kisha hakuitikia salamu, bali alisikika akisema ahlan. Sikiliza kwa makini. Salamu alaykum. Ahlan. Salamu alaykum. Ahlan. Assalamu alaikum. Akarudia tena ule kijana kwa mara nyingine, lakini sauti ile ile ikarudia vile vile ahlan. Jambo lilimshtua sana huyo kijana, na kama umesikiliza vizuri hii sauti utaisikia kabisa ni kama si ya mwanadamu. Yule kijana akashtuka na akamuuliza, hivi hii ni sauti yako ya kawaida? Lakini yule mwanamke akajibu kwa kumwambia play tu mziki, yani eka mziki tucheze, eka mziki tucheze, na sauti ile ile aliyokuwa amesema nayo ahlan, sauti ile ile. Na kisha akaongea kwa namna anasisitiza, yani eka mziki tucheze, eka mziki, eka mziki. Salamu alaykum. Ahlan. صوتك كذا من الله. شغل خلنا نرقص، شغل خلنا نرقص، شغل. Ila ule kijana badala ya kuweka mziki akaweka Qur'an. Ila Qur'an ilipoanza tu tabia za huu mwanamke zikabadilika pale pale, na connection ikakatika bila warning wala nini, na screen ikawa black, yani akatoweka ule mwanamke. Kwa hiyo mziki ni kitu cha kwanza, unawatawalisha majini katika maisha yako na mashaitani, ambayo hii itapelekea kuichukia sana Qur'an. Hutopenda kusikiliza Qur'an kwa sababu Qur'an na mziki ni vitu vili tofauti kabisa, haiwezi kuwa pamoja. Lau utakuwa mwenye kupenda mziki, basi hutopenda kusikiliza Qur'an wala hutopenda kusikiliza mawaidha, na huyu mtu itakuwa ni ishara atakuwa na mwisho mbaya. Ama jambo la pili,